Kuna mambo yakitokea kwenye familia au kwenye nchi, huwa ndiyo dalili kwamba nchi hiyo inakombolewa au inapita kwenye hukumu. Na yanapotokea huwa kuna visababishi ambavyo katika macho ya kawaida huwa vinaonekana, na hivyo visababishi mara nyingi huwa watu wengi wanapovitazama hivyo visababishi huwa wanaona kwamba hawa watu ambao wanaonekana kama visababishi ndio chanzo kikubwa cha familia hii kufika hapa au cha nchi hii kufika hapa. Katika hali ya ubinadamu huwa wale ambao ni kama ndio visababishi katika macho ya kawaida ya kibinadamu huwa wanapata lawama kubwa. Kwa mfano, hata ingetokea Yuda aliyemsaliti Yesu au akatokea Farao, watu wengi wangetamani kumwangamiza huyu. Kwa nini ukamsaliti Yesu? Kwa nini ukawatesa wana wa Israeli? Lakini katika ukweli halisi, wale watu wanakuwa sio visababishi vikuu. Visababishi kuna wakati mwingine vinaweza vikawa ni hata wale wasioonekana, tena walio wengi, na uwezo ukawagundua haraka ila wao ndio visababishi vikuu. Kwa hiyo yanapotokea mambo fulani fulani kwenye familia, huwa ndiyo dalili kwamba labda hiyo familia inakombolewa au inapita kwenye hukumu fulani, ili makusudi ya Mungu ya kuikomboa au ya kuipitisha kwenye hiyo hukumu fulani yapate kutimia. Kwa hiyo kikubwa katika hali hiyo, kikubwa kinachokuwa kimesimama ni lile kusudi ambalo linakuwa liko nyuma, aidha ya ukombozi, aidha ya nchi ile ipite kwenye hukumu. Hicho ndicho kitu kikubwa ambacho watu wanaweza wakitaka kuamua vizuri, wakitaka kufikiria vizuri, wanapaswa wakifikirie kwamba kwa nini tunapita katika haya. Je, tunapita katika haya kwa sababu ya hawa wanaoonekana tu kwamba ndiye msababishi, au kuna kusudi lingine? Kwa nini mtu anapaswa fikirie hivyo? Kwa sababu nchi ni mfano wa familia. Nchi huwa ni mfano wa familia. Sasa familia ikipatwa na tatizo lolote, huwa familia ile inajitahidi kuhakikisha kwamba hilo tatizo lililojitokeza linakuwa solved, linashughulikiwa, ili familia ile ibaki iko pamoja. Hata kama limejitokeza tatizo la aina gani, huwa lazima familia au nchi itatue lile tatizo katika moyo unaoonyesha kwamba kuna udhati wa kusolve hili tatizo, la kuondoa hili tatizo, ili familia ibaki katika hali ya umoja na maisha yaendelee. Hiyo ndiyo huwa ni kanuni. Kwa nini familia au nchi likitokea tatizo inahangaika sana kwamba turudishe hali ya umoja wetu, turudishe hali ya amani yetu, turudishe tena kwa moyo wa dhati, kwa moyo. Kwa mfano, kuna nchi zinawahi kupita kwenye vita, kwa mfano kama Burundi, Rwanda, wamewahi kupita kwenye vita mbaya sana ambayo iliweka chuki mbaya sana miongoni mwao, iliweka chuki. Lakini kwa nini walihangaika sana kutafuta namna ya kurudisha amani, ya kurudisha imani, yani waaminiane zaidi ya vile ambavyo walikuwa hawaaminiani na kuindana, kutaka kuuana? Kwa nini wanahangaika ili kutaka kuleta ule umoja wa familia au wa kitaifa? Ni kwa sababu katika njia ya mabaya taifa hugarikishwa, taifa huanguka. Hiyo ndiyo kanuni. Kama kuna watu wana akili za kweli au wana akili zinazotokana na ukweli usioonekana. Ukweli usioonekana ni upi? Ukweli usioonekana ni huu ambao Mungu anasema ukikosea utakufa, ukikosea utapata shida. Huo ukweli hauonekani. Kuna mtu anaweza akakosea akafanya jambo baya na asiendelee kupata shida, lakini huo ukweli uko nyuma yake. Hata kama kwa muda huo hawezi kupata shida, lakini mwisho wa siku atapata shida. Kwa hiyo katika ubaya
huwa hakuna nini, katika ubaya huwa hakuna matumaini ya kuendelea. Labda nitumie lugha hii kwamba ulimwengu huu tunaoishi, dunia hii tunaoishi, ambayo asili yake, msingi wake ni uumbaji wa Adamu na Eva. Kabla ya hii dunia kuumbwa na Adamu na Eva akaumbwa, kulikuwa na dunia nyingine ambayo aliyekuwa mtawala na watu wake alikuwa ni Shetani, kabla hajapata hicho cheo cha kuwa Shetani. Sasa alipoingiza mambo ya kwake yaliyo kinyume na ukweli wa Mungu, yaliyo kinyume na maagizo ya Mungu, unaona ule ulimwengu uligarikishwa. Kwa hiyo ndani ya kila mtu mwanadamu wa aina yoyote, awe kiongozi awe nani, anafahamu hilo, na ili uamini kwamba anafahamu hilo, ndio maana hata mchawi au jambazi au hata wao watekaji au watu wanaofanya mambo mabaya, kuumiza mtu, kutesa mtu, hawawezi wakayafanya hayo hadharani, na hawawezi wakafundisha hata watoto wao kwamba bwana, uwe na wewe mchawi, uwe na wewe mwizi, uwe na wewe jambazi, uwe unateka watu na kuua watu. Hawawezi wakafundisha watoto wao. Kwa nini hawafundishi watoto wao? Jambo hilo sio zuri, lakini jambo hilo ni hatari. Uwe umeonekana, uwe hujaonekana, jambo hilo ni hatari. Kwa nini ni hatari? Unapofanya jambo ambalo halimuindicate Mungu, halimuashirie Mungu, maana yake unafanya jambo ambalo linamuindicate Shetani. Nyuma yake yuko Shetani. Sasa unapofanya jambo la kishetani, maana yake wewe ni wa Shetani, na kwa kuwa wewe ni wa Shetani, mwisho wa siku unamezwa. Ndiyo maana nje na kufanya mapenzi ya Mungu, Shetani aligarikishwa. Sasa hiyo ndiyo sababu familia au nchi ikipatwa na tatizo inahangaika kurudisha ile hali ya amani na kuaminiana kwa familia ile au kwa jamii ile katika moyo wa dhati, ili kwamba taifa lile liendelee kudumu, liendelee kuishi. Maana yake nini? Bila hivyo taifa lile haliishi. Kwa mfano Rwanda na Burundi, kama wasingekuwa na udhati wa kusema ni kweli, umeua ndugu yangu, umefanya hivi, hayo tunasamehe, tunaacha, tunatembea katika njia hii, hayo mataifa yasingekuwa bado yapo, yangekwisha kusambaratika, yote yangekwisha kuisha. Kwa hiyo kwa nini yangeisha wakati yana majeshi, yana polisi? Ni kwa sababu katika misingi isiyo ya kweli, polisi hatafanya kazi wala mwanajeshi hatafanya kazi. Huo ndio ukweli. Katika misingi isiyo ya kweli, polisi hatakuwa na msaada wala mwanajeshi hatakuwa na msaada. Na ndiyo maana kibibilia huwa kuna njia kuu mbili za kumuumiza mtu kibibilia. Njia ya kwanza, umuumize mtu na kumfanyia mabaya katika misingi ya kisheria, katika misingi ya kisheria. Njia ya pili, unaweza kumuumiza mtu na kumfanyia mabaya katika misingi ya ambayo Mungu ameruhusu. Mungu mwenyewe ameruhusu. Kwa mfano, imetokea bahati mbaya, mtu amepata ajali, yani ajali ambayo itokea halaumiwi mtu, yani limetokea tatizo linaloondoa maisha ya mtu au linaloleta mateso ya mtu katika mazingira ambayo halaumiwi mtu. Ukisoma kwenye ile 21 kitabu cha Kutoka sura ya 21 kuanzia kifungu cha 12, ndipo kuna siri hizo, kwamba kama mtu anaweza akateswa, akaonewa, akaumizwa, ifanyike katika misingi hiyo miwili. Kuna nguvu ya asili ambayo mtu haikwepi, yani hata jambazi, hata mchawi, hiyo nguvu ya asili haikwepi. Hata huyu mtekaji anayeteka watu, hiyo nguvu ya asili hawezi akaikwepa. Anaweza akakutana na ajali, anaweza kukutana na tatizo ambalo hilo tatizo linalompata halaumii mtu. Hilo tatizo asili yake ni rohoni. Sasa kanuni huwa ni hiyo, na kwa sababu kanuni huwa ni hiyo, ndiyo maana sasa unaona familia inapopata shida inahangaika, ili kwa ustawi wa familia hiyo inahangaika ili yale matatizo yaishe, familia ikaendelee kukaa pamoja. Sasa kama familia hiyo au nchi hiyo Mungu amekusudia kuikomboa, kuiletea mabadiliko, kwamba mmetembea katika sura hii, sasa nawapeleka, nataka mtembee katika sura hii, ndo yanaweza yakatokea mambo sasa ambayo wasiojua wanaweza kumlaumu huyu kwamba huyu kiongozi au huyu mtu
ndiye chanzo kikubwa, lakini mbele za Mungu wale wanaoonekana wanakuwa sio chanzo kikubwa. Mungu anakuwa anawatumia tu ili kutimiza makusudi yake. Ndio maana unaona akina Farao inafika mahali Mungu anasema niliufanya moyo kuwa mgumu ili nithibitishe ukombozi. Kwa hiyo kuna mambo yanatokea kwenye nchi ili ukombozi utokee. Kuna mambo yanatokea kwenye nchi ili nchi ipite kwenye hukumu fulani. Na ndio maana watu wa Mungu wanapaswa kufanya mambo katikati ya mazingira kama ya hali inayoonekana kwenye nchi kwa busara sana. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Mungu pia wanaweza wakawa ni chanzo kikubwa cha kusababisha nchi ifike mahali pale ilipofika. Sasa ikifika mahali pale ilipofika, wao wanaweza wakajificha kwamba sisi ni watu wa Mungu, wakaanza kuwanyoshea vidole watu wengine. Labda mtu wa Mungu anaweza kumnyoshea kidole kiongozi kwamba wewe bwana umenifikisha hapa, lakini kile anachokitaka yule kiongozi ukitazama pale alipo si anachokifanya. Yeye amebeba kusudi la Mungu, lakini kile anachokitaka kifanyike pale alipo kwenye huduma yake si anachokifanya. Na ndio maana kuna jambo watu wenye ufahamu wanaweza wakalikumbuka. Hayati Magufuli alitokea katika misingi sahihi ya kiimani na mafunuo. Hata kabla hajatokea watu waliona mambo makubwa juu yake, na yale yaliyoonekana hata kabla hajawa rais yakathibitika baada ya kuwa rais. Na alisimama kiimani ule wakati wa corona, lakini unaweza ukaona kuna hata viongozi wa dini walimpinga, hawakukubaliana naye, walimpinga kabisa. Kwa nini? Kwa sababu haki aliyokuwa anaisimamisha ya Mungu siyo haki ambayo ilikuwa ndani ya viongozi wa dini au viongozi wa kiroho au viongozi wa imani. Ndiyo maana hata waliomuunga mkono, kwa mfano kwenye upande wa corona, walikuwa ni wachache. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba hata ndani ya wale watu ambao walitakiwa wawe chachu ya haki, pale walipo sio chachu ya haki, sio chachu ya haki, njia zao sio za haki. Ndio maana ukiangalia yaliyomo ndani ya madhehebu, ukiangalia au system zinazotembea ndani ya madhehebu hazina tofauti na system za kidunia. Sasa kama wewe kama mtu wa Mungu unaweza ukashindwa kutembea katika system nzuri ya kuthibitisha haki ya Mungu, ukiona nyeupe unasema ni nyeupe hii, ukiona nyeusi unasema hii ni nyeusi, utamlaumuje mtu ambaye wewe ulitakiwa kwa kadiri ulivyopewa umuongoze, na anakuja kuabudu, uwe na neno lenye nguvu la kumfundisha kutokana na mwenendo wako? Hauna hayo. Kama hauna hayo, unaweza ukawa ni chanzo ila huonekani. Lakini pia kama nchi inakwenda kwenye ukombozi, pia wale wanaoonekana kwamba ni sababu ya kufikisha mahali hapa, wale ni eneo moja tu linaloonekana. Kusudi kubwa ni lile la Mungu, Ndio maana unaona Farao alisimama kuzuia watu wasikombolewe, na katikati ya kusimama watu wasikombolewe kuna mambo mengi yalifanyika mabaya ndani ya wale waliokuwa wanakusudia kukombolewa. Mengi yalifanyika mabaya, lakini kwa sababu ilikuwepo kusudi la Mungu, ilikuwa ni lazima litimie bila kujali hali iliyokuwa inatawala katika maeneo yao, ilikuwa ni lazima litimie. Kwa hiyo Watanzania tunapaswa kutazama sura hizo mbili. Tukitazama sura hizo mbili, hata tunapoomba tutaomba tukijua tuombeje, tufanye maombi ya namna gani, maombi ya toba, tumetembea vibaya mbele za Mungu, aidha maombi ya kubadili agenda, kwamba kwa sababu ya njia zetu nzuri kama wana wa Mungu na taarifa tulizo nazo kimungu kwamba tunakwenda Kanani, nchi yetu inakwenda Kanani,
haya yaliyopo yasitukatishe tamaa. Ndani ya kila Mtanzania aamini tu kwamba Kanaani ni lazima, bila kujali yaliyopo, aamini. Na mimi pamoja na yote hayo, ninaona lipo kusudi la Mungu la kwenda Kanaani kwa sababu ya kila ambacho amekianzisha. Unajua, mimi nikitazama kilichoko kwenye nchi yetu kina ishara kabisa kwamba nchi yetu inakwenda Kanaani, Kanaani ya sura mpya ya Tanzania. Kwa nini? Kwa sababu kama ilivyokuwa kwa Musa na Haruni walivyotumwa na Mungu wakapeleka ujumbe kwa wana wa Israeli, ndivyo ambavyo imekuwa Tanzania kupitia huyu mtangulizi hayati Magufuli aliyenyanyuka akaja na sura na ujumbe ambao kwa ujumbe aliyouacha Tanzania alionyesha kwamba Tanzania hii haipaswi iwe hivi ilivyo. Tanzania ina mahali pake, akasema twende, akatoa na ishara. Haya yaliyofanyika wakati wa Magufuli ni ishara kwamba Tanzania ina mahali pake, na kwa sababu Tanzania ina mahali pake, haya yaliyopo sasa hivi ni mfano wa yale ambayo baada ya Farao, adui wa wana wa Israeli, adui wa Tanzania, alipopata taarifa kwamba Tanzania inakwenda kwenye viwango vingine, aliwaongezea mateso ili kuwakatisha tamaa, ili kuwafanya wasahau kwamba walitudanganya hawa Musa. Lakini wenye imani katikati ya yale, ndani ya mioyo yao walipaswa waseme tunakwenda Kanaani, tunaingia Kanaani, bila kujali mateso magumu waliokuwa wanapitia. Ilipaswa waamini kwamba tunaingia Kanaani. Na mimi nawashauri wa Tanzania, kila Mtanzania asitazame haya yanayoonekana kwa macho. Kila Mtanzania asikie furaha kwamba tunaenda Kanaani. Kwa nini? Ishara na maajabu zilishatangulia, mambo makubwa yalishatangulia ambayo hatukuyategemea. Nchi ilitikisika kwa ishara zilizofanyika wakati wa hayati Magufuli, na dunia ikatikisika. Unaona, wana wa Israeli walipoanza safari, hata mataifa yanayowazunguka yalitikisika, kwa sababu tayari kulikuwa na utisho wa ajabu. Sisi utisho na ishara za kimungu zilizoanza wakati wa Magufuli tunatakiwa tuzishikilie ndani ya mioyo yetu na kuamini kwamba agenda haibadiliki. Tuna safari moja tu, tuna agenda moja tu, kwamba Kanaani iko mbele yetu, ambayo hawa wanaotisha, wanaoonekana ni wagumu, hawataonekana tena mbele ya Watanzania. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakuliweka neno lake bure, Hakuna matumaini kwa mbaya, wala hakuna matumaini kwa wabaya. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipoonya akasema yeye auaye lazima auawe. Hakusema hivyo bure. Alijua kuna watu wanaweza wakaua, wakatesa, wakasumbua, kwa wakati huo wakawa wale wanaishi na wakawa wanalindwa, lakini hiyo haimaanishi kwamba neno la Mungu halitatimia. Neno la Mungu lazima litimie. Kwa hiyo mimi nawatia moyo wa Tanzania na viongozi wajue kwamba lipo kusudi, na kwa sababu liko kusudi hakuna sababu ya kushindana na kusudi. Kila mtu apiganie talanta yake, ili wakati wa kusudi utakapotimia awe salama, kwa maana hakuna anayeweza kujiweka salama kwa akili yake mwenyewe, kwa uwezo wake mwenyewe, kwa silaha aliyo nayo. Hakuna anayeweza kujiweka salama kwa jitihada yake mwenyewe. Sisi ni watu tu ambao kila mtu, awe kiongozi awe nani, yuko chini ya mamlaka ya Mungu. Na ndio maana kila mtu yoyote aliyeko ulimwenguni, hata hao marais wakubwa wa nchi kubwa zinazotawala dunia, wako chini ya hofu. Kuna mambo hata wao wakiona watakimbia. Kuna mahala akiguswa, hata kama angekuwa jambazi, hata kama angekuwa muuaji,
na yeye ana machozi. Kuna mahala akiguswa analia kama hivi. Kwa hiyo mimi nawashauri wa Tanzania tusimame pamoja katika misingi ya imani, tusimame pamoja na tuliangalie kusudi la Mungu, tusiangalie jitihada za watu. Ndio maana kuna watu wa upande wa kisiasa ulipokuwepo utawala huu walimpinga, lakini haupo, wanaukumbuka, wanakiri hapa tulimpinga kimakosa. Je, wakati huo hawakuwa na akili kama hizi walizonazo? Kwa hiyo liko kusudi, na ishara nyingine kwamba liko kusudi, ndiyo maana hakuna kama kile ambacho kilifanyika kwa mfano Burundi au Rwanda. Kuna mtu yuka anajitahidi kwamba nifanye mambo haya, kumbe ndio yuka na haribu. Kuna mwingine yuka anajitahidi kwamba sikubali jambo hili, kumbe ndio yuka na haribu. Hakuna mtu tunayemjengeeko tumaini, hakuna hata mmoja. Tunapaswa kujenga tumaini kwa jambo lile linalothibitisha kwamba liko kusudi la Mungu katika nchi yetu ya Tanzania, ili tushikilie hiyo, na ndipo tufike katika hatima njema ya Tanzania, na Mungu akayatimiza makusudi yake katika nchi yetu kwa ajili ya Tanzania mpya iliyoko mbele ya Watanzania. Amen.